mbona sikuelewi, hebu sogea hapa. Alimgeuzageuza mdogo wake kisha na kumwangalia, akamwambia, mbona hakuna jeraha lolote, umekuwaje sasa wewe, niambie aliyekukorofisha ni nani huko? Ndipo bidada huyu akamwambia dada yake, ama kweli nilichokikuta kwa shemeji yako kimeniumiza sana, nimekuta na mwanamke mwingine. Umekuta na mwanamke mwingine? Yaani umeacha kazi kwa ajili yake, leo anakusaliti? Anijui vizuri na mfata huko kwake, ataniona mimi ni nani leo. Vita ikawa vita. Baada ya kufika nyumbani kwake, alimzaba mshikaji bonge la kibao, wewe ndo unanitesia mdogo wangu wewe, wewe mpuuzi nini, endelea kumnyanyasa kwenye mahusiano yako hayo, uje uone nitakuua wewe. Endelea kuwa nami, endelea kufuatilia filamu hii ujue visa na mikasa vilivyosababisha mdada huyu kuteseka na kuamua kuacha kazi ya maana. Eti kisa nini? Kisa mapenzi. Filamu yetu inaanzia katika jumba moja hivi la kifahari. Tunamwona bwana Desmond pamoja na bidada Natasha wakiwa wanaingia kwa mapenzi kabisa, wakiwa wanapendana watu wawili hawa. Natasha akamwambia Desmond, kiukweli nimechoka, ni muda mrefu sana, mahusiano yetu yamechukua muda. Ndipo bwana mkubwa akambembeleza sana mpenzi wake, akamwambia, basi naomba ukae chini, ilo nalielewa. Desmond kwa muda mfupi akawa amemwacha bidada sebeni. Mara ghafla akaamua kumfanyia surprise, akamletea bonge la ua lenye kupendeza pamoja na kumvalisha pete ya uchumba. Ndipo bidada akachanganyikiwa, akasema, hivi ni kweli kabisa umeamua kunioa kabisa? Wewe ni mwanaume wa kipekee sana katika maisha yangu, sitokuacha Desmond, sitokuacha mpenzi wangu. Misifa kem. Bwana Desmond akamwagiwa. Upande wa pili tunamwona bidada huyu aitwaye Janet akiwa busy na laptop yake. Mara anakuja Natasha ambaye ni mdogo wake akiwa na flaki noma, akamwambia, ama kweli leo nimefanyiwa kitu kikubwa sana katika maisha yangu. Ndipo Janet akabaki kushangaa, akamwambia, mbona hujafuata kanuni na sheria za familia? Unavishwaje pete ya uchumba mkiwa wawili chumbani tena? Ama kweli sijajisikia amani wala furaha juu ya hicho ulichokifanya. Ndipo bidada Natasha akamuuliza dada yake, kwa nini dada, kwa nini ukose amani? Ndipo Janet akamwambia Natasha, ninavyoona unaenda kuipoteza kazi yako. Tunamwona Janet akiwa na wasiwasi sana juu ya taarifa aliyopewa, kisha anachukua simu na kumpigia bwana Desmond. Mara upande wa pili tunamwona Desmond akiwa amelala, ambaye ni mchumba wake Natasha. Anapokea simu, halo, habari za usiku. Ndipo bidada huyu akamlalamikia sana Desmond, kwa nini meseji zangu umekuwa usijibu? Ndipo Desmond akamwomba msamaha bidada, nisamehe sana, kuna wakati nakuwa busy kinoma. Ndipo Janet akaendelea kumshawishi sana Desmond, akamwambia, nahitaji kuongea na wewe na mazungumzo ya muhimu sana juu yako, naomba kuonana na wewe. Majibu ya Desmond yakawa hivi, okay sawa, nimekuelewa, tutaongea kesho, kwa sasa nimechoka sana, alafu ni usiku, si unajua Huku upande wa pili tunamwona Janet akiwa na wasiwasi sana juu ya mdogo wake, kisha alimjibu Desmond, okay sawa, kwa kesho asubuhi, ndio Nini kinaendelea kati ya Desmond pamoja na bidada huyo? Maana alimtakia usiku wa maaba kama yote. Kweli bwana. Asubuhi kulipopambazuka tunamwona Desmond akiwa anaelekea kazini, mara alisikia mlango unagongwa. Kufungua tunamwona Janet akiingia moja kwa moja hata bila kukaribishwa. Ndipo Desmond kushangaa, mara akamuita, Janet, mbona asubuhi? Ndipo Janet kushangaa akamuuliza Desmond, wewe jana usiku tulikubaliana kuwa tutaonana asubuhi, kwa nini unaniuliza swali hili? Desmond alibaki na mwangalia bidada kisha akamwambia, unajua tena ni ghafla tu kwa sababu nilikuwa naelekea kazini. Wakati huo bidada alibaki kumwangalia sana Desmond kisha akamwambia, usijali, haijatuzuia kuzungumza mambo yetu. Ndipo Janet akaamua kufunguka, ulimuona mdogo wangu anafaa sana kuliko mimi, si ndio? Ndipo Desmond akamjibu mwanadada akamwambia, kiukweli nina mapenzi ya dhati na mdogo wako, ndio maana nikampenda yeye. Ndipo Janet alibaki kumtazama kwa umakini sana mshikaji kisha akamuuliza, ina maana kwamba yeye ni zaidi ya kwangu mimi? Alafu kingine, naomba utambue wewe tumesoma wote chuo, leo umekuja kumuona yeye kwamba ni wa muhimu sana kuliko mimi. Okay sawa. Desmond alibaki anamwangalia tu kisha akamwambia, kwani hivi sijaelewa, upo sawa kweli wewe? Ndipo bidada Janet akaamua kupotezea akamwambia, basi sawa, nikutakia siku njema. Ndipo akaamua kuondoka. Kumbe bidada bwana ameshazama kwenye penzi la mshikaji huyu. Bahati mbaya zaidi mdogo wake akawa ameshakaba nafasi. Ama kweli mapenzi yanatesa sana. Janet akaamua kuondoka kwenda mpaka ofisini kwa mshikaji pale. Ndipo akaamua kuonana na bosi wake Desmond. Mara akajitambulisha, kwa jina naitwa Janet, ni dada yake Natasha anayefanya kazi hapa. Lengo langu ni moja tu, nahitaji umpatie uhamisho mdogo wangu, umpeleke hata nchi za nje kufanyia kazi huko, yaani kwenye tawi lolote lile, kikubwa iwe mbali na hapa Lagos. Wakati huo bwana mkubwa alibaki kushangaa kisha kamuuliza, nabaki na maswali alafu sijaelewa, hebu niambie kuna sababu gani hadi kufikia hatua ya wewe kumuombea uhamisho mdogo wako? Ndipo Janet akaamua kutoa sababu za msingi sana ambazo
hizo zimejaa udanganyifu. Bosi alizielewa, lakini cha kushangaza zaidi, Janet alimwambia bosi kwamba hahitaji kujulikana jina lake. Baada ya miezi kadhaa hivi kupita, mambo si ndio akawa mambo. Hapa tunamwona Desmond akiwa na kampani yake, lakini pembeni hakumsahau mtu ampendaye, Natasha. Natasha alimwambia Desmond, mimi nimeamua kuacha kazi. Akaamua kumpatia na sababu za yeye hadi kuacha kazi, kisha akamwambia, mimi siwezi kwenda mbali huko nikakuacha peke yako hapa. Kumbuka miezi miwili mbele tunafunga ndoa yetu. Leo nakubali kilesilesi tu kuhamishwa kazi, ni mara 10 niache hiyo kazi mimi. Ndipo Desmond akashangaa sana, akamuuliza, hivi unachaje kazi wewe? Mbona sikuelewi huyo mwanamke wewe? Ndipo rafiki yake Desmond akaingilia kati, akamwambia, Desmond, mwanamke wako yuko sahihi kabisa, ameheshimu ndoa yake, ataanzaje kuondoka kwenda mbali kukaa mbali na wewe? Desmond akawa kama ameelewa hivi, akamkumbatia mke wake na kumpiga bonge la kisi. Tunarudi nyumbani, tunamwona Natasha anamueleza dada yake kwamba yeye ameamua kuacha kazi. Ndipo bidada mkubwa akaona kama mdogo wake amechanganyikiwa hivi, ndipo akamuuliza sababu ni nini ya kuacha kazi. Ndipo Natasha akaamua kutiririka, akamwambia, mimi nimeamua kuacha kazi kwa sababu ya kuwa karibu na Desmond. Alafu isitoshe dada, hivi karibuni tunafunga ndoa, nadhani nilikwambia hichi kitu. Ndipo dada mkubwa akamwambia, hebu sogea. Akampima joto la mwili hivi aone kama mdogo wake ni malaria imepanda. Ndipo akagundua kama mdogo wake yupo sawa kabisa, kisha akamuuliza, hivi una akili wewe? Uko sahihi kwa maamuzi unayoyafanya? Unaacha kazi kwa sababu ya mwanaume? Ndipo bwana mdogo akamwambia dada yake, dada, unaongea nini wewe? Hivi haujui nguvu ya mapenzi Hujaelewa nini maana ya kupenda? Shida iko wapi? Ndipo Janet akamwambia mdogo wake, usiniletee ushenzi wewe. Hivi kweli umesoma miaka 5, ajira umeipata kwa shida, bado mshahara ni mzuri, leo unaacha kazi kwa ajili ya mwanaume? Hivi akili yako inafanya kazi kweli? Ndipo bidada alipoona dada yake haelewi somo, aliamua kuamka na kumwacha akiwa amekaa pale. Ndipo Janet aligeuka na kumwangalia mdogo wake, akaona kama mipango yake haiendi sawa hivi. Bwana kukawa usiku, kukawa asubuhi, tunamwona bidada akiwa busy na kompyuta mpakato yake. Si ndipo akaamua kuangalia saa, kisha akajisemea, hivi kweli huyu yuko serious kweli? Akaamua kumfuata chumbani, huko anamuita, we Natasha, wewe Natasha. Tunarudi chumbani kwa Natasha, tunamwona bidada huyu amekunja 4 tu anaangalia zake katuni. Si ndipo dada mkubwa akaingia, akamuuliza, hivi wewe mbona uendi kazini? Natasha akamwambia, dada, nilishakwambia tangu jana, mimi kazi nimeacha wewe, sipo tena huko, nasubiria ndoa yangu tu, nifunge ndoa yangu na Desmond tukae tuanzishe maisha yetu. Ndipo Janet akabaki ameduaa, akamwambia, hivi kweli kabisa umeamua kuacha kazi kwa sababu ya mwanaume? Yaani kijanaume kile? Dada, inatosha, maamuzi yangu ndo hayo, nimeshachukua maamuzi, ni kwamba sitaki kazi, nahitaji ndoa mama. Hivi kwenye kichwa chako una akili kweli wewe? Unayoyaongea unayasikia kweli? Unayoyaongea mimi nauliza unayajua? Ndipo Janet aliamua kumgombeza mdogo wake kinoma noma bila kujali. Ndiyo akaamua kumpatia masharti fulani hivi, akamwambia, wewe na mimi ni pasu kwa pasu, nahitaji kila mwisho wa mwezi mama apokee shilingi 600. Yaani unatuma 300, mimi natuma 300. Hayo ni matumizi ya mzazi, haijalishi utaitoa wapi, mimi sijui, ila nimemaliza, full stop. Baada ya usiku kuingia, tunamwona bidada huyu akiwa amekaa pamoja na Desmond. Tunamwona Desmond akiwa anamkandakanda miguu. Ndipo bidada akamwambia mpenzi wake, kiukweli mimi dada yangu simuelewi kabisa, amekuwa ni mkali sana juu yangu, sijui hataki mahusiano yangu mimi na wewe tufunge ndoa. Mara simu ikaita. Ndipo tunamwona Janet anamuuliza mdogo wake, wewe uko wapi usiku huu? Uko wapi wewe? Huku upande wa pili tunamwona Desmond anaamka. Ndipo Natasha anaamua kumbusu Desmond kwa busu la mbali hivi. Ndipo akamjibu dada yake, nipo nyumbani kwa Desmond. Ndipo bidada akamuuliza mdogo wake, unakuja nyumbani saa ngapi? Ndipo Natasha akamwambia, mimi nyumbani leo usiku siji leo. Ndipo dada mkubwa akavurugwa kabisa, akamwambia, ina maana uliacha kazi ili uwe unaspendi usiku na mpenzi wako huyo Naona mdogo wangu umechanganyikiwa sasa, unahitaji ndoa kwa nguvu Si ndipo akaamua kukata simu na kuanza kufikiria nini afanye kumweka mdogo wake sawa. Upande wa pili huku tunamwona Desmond pamoja na mpenzi wake wakawa wamevurugana. Ndipo Natasha akaamua kuchukua vilivyo vya kwake na kuondoka na kumwacha Desmond akiwa amekaa. Bana, movie yetu inageukia katika baa moja hivi. Tunamuona Natasha akiwa na jamaa mmoja hivi wakiwa wanaongea mambo fulani hivi. Huyu jamaa wa madesign akamwambia, mimi niko shapu sana, pia kazi yangu utaipenda, kiukweli utanifurahia tu, sicheleweshi kazi mimi. Ndipo mzee wa madesign akaamua kuchukua simu na kumuonyesha sample za kazi bidada Natasha. Kutokana na uzuri wa kazi, ndipo Natasha akaamua kunogewa kabisa, akamwambia, nimekupenda bure, yani kama kazi unafanya hivi ama kweli nimependa. Mara ghafla tunamwona Desmond akiwa anashuhudia na kusikia kauli kama zile pale, akajua hawa ni mtu na mpenzi wake, akaamua kuondoka bwana kwa hasira sana. Leo tunamwona Desmond pamoja na dada yake wakiwa wapo katika mabishano. Unakujaje nyumbani bila kunipa taarifa? Nyumbani ni wazima kweli? Kutokana na njali aliyokuwa nayo bidada akamwambia kaka yake, ngoja mimi nende nikapike kwanza, tutaongea baadaye. Mara ghafla huko mlango unagongwa. Desmond anaamka na kwenda kufungua mlango, anakuta ni bidada Natasha. Kutokana na hasira aliyokuwa nayo Desmond akamwambia, umefuata nini nyumbani kwangu? Mara ghafla sauti ya kike inasikika ndani mwa Desmond. Moja kwa moja Natasha anajua Desmond ana mwanamke mwingine ndani. Si akaamua kuondoka kwa hasira kweli kweli, akiwa amevimba
mwili na roho. Ndipo Natasha baada ya kufika nyumbani, dada yake alimshangaa sana kuona akiwa analia, ndipo akamuuliza, unalilia nini? Natasha akamwambia, nimemkuta mwanamke nyumbani kwa Desmond, amenisaliti mimi. Ndipo bidada kwa haraka akaanza kumkagua mdogo wake. Amekuumiza? Amekupiga wapi? Niambie, naona anijui vizuri mimi, ngoja nimfuate huko nyumbani kwake, atanitambua mimi ni nani. Wakati huo Natasha alibaki analia kama mtoto mdogo na kuachia madomo kama lote hilo, huku mlango uligonga kwa fujo sana hadi Desmond akashangaa, nini tena? Ni vita. Akaamka kwenda kufungua mlango. Ile kufungua tu anakutana na kibao takatifu ambacho kilimfanya Desmond kubaki kuzubaa. We mshenzi, nisikilize, hii ni mara ya kwanza na kuambia hivi, siku nyingine usimchezee mdogo wangu kama unavyomchezea. Mimi ni mwanamke shupavu, narudia tena, nitarudi. Ama kweli Desmond amepatikana, kama ni shemeji kapata mkorofi kweli kweli. Hii ni siku nyingine kupita, ndipo Natasha alimfuata Desmond nyumbani kwake live, akamwambia, nina mimba yako. Ndipo Desmond akaamua kutabasamu na kucheka sana, akamwambia, mimba? Unazungumzia mimba? Hebu acha masiala bwana, mimba? Nimekupaje mimba mimi? Hebu mlango huu hapo, ondoka, toka ndani ya nyumba yangu. Ndipo Desmond akaamua kufungua mlango na kumfukuza bidada. Upande wa pili tunamwona Natasha anaripoti kwa dada yake, anamwambia, nimemwambia kila kitu lakini ameikana mimba yake. Ndipo damu kubwa wazimu ukapanda, akasema, hivi huyu anatuchukuliaje sisi? Anaona kama tumekaa kizembe, ngoja nimfuate kwake huko au ofisini kwake huko, atanijua mimi ni nani. Ndipo ofisini bwana kukawaka. Baada ya damu kubwa kufika ofisini, akamwambia, we mwanaume mshenzi, unamjaza mtu ujauzito afu unaukataa? Ndipo Desmond naye akamwakia, akamwambia, hii ni ofisi yangu, wewe njoo kiutaratibu, alafu ungenipigia simu ukaniambia hapa sio mahali pake pa kuongelea haya mambo. Ndipo Janet akamwambia, kumbe huna akili unahisi mimi familia yangu naionaje? Wewe familia yangu naionaje? Mara ghafla akaingia bosi wa kampuni, kisha akatoa suluhisho, akamsimamisha Desmond, akamwambia, rekebisha mambo yako, yakikaa sawa nitapata barua, kama yamekaa sawa kisha nitakurejesha ofisini. Mara wote wakabaki wameshangaa. Ndipo damu kubwa akamshukuru sana bosi, akamwambia, nakushukuru sana kwa maamuzi uliyochukua juu ya huyo mtu. Upande wa pili nyumbani tunamuona Natasha akiwa amekaa na yule mtu aliyekuwa amempatia kazi yake, kisha akamwambia, kazi yangu bila shaka umemaliza, lakini sasa ndoa yangu imeahirishwa, sifungi ndoa tena. Kumbe bwana huyu jamaa alikuwa ni mtu wa kutengeneza kadi za harusi. Ina maana alikuwa amepewa tenda ya kuandaa kadi za michango kwa ajili ya harusi. Ndipo Desmond akawa ameingia ghafla sana, mkuta yule mshikaji alibaki na kumwangalia tu, kisha bidada akamwambia, wewe ulisi vibaya tu, huyu mtu alikuwa amekuja kwa ajili ya kunitengenezea kadi. Ndipo Desmond akapigwa na butwa, akaanza kumwomba msamaha mwingi kama wote. Leo tunamuona Desmond akiwa hana furaha kabisa. Alichukua simu na kumpigia bidada Natasha, lakini Natasha hakupokea. Desmond alibaki anaitazama kadi, anatafakari sana kwa ujinga alioufanya. Ndipo Desmond akaamua kumtembelea Natasha nyumbani, akaamua kumpatia ua la upendo kwa kuwa Natasha anampenda sana mshikaji. Akaamua kumsamehe na kukumbatiana na mambo yakaisha, yote wakayaweka sawa. Ndipo harusi yao ikafanyika na kuzaa watoto 32. Mpaka sasa hivi wana wajukuu 28. Na huu ndio mwisho wetu wa filamu yetu nzuri kabisa. Kama hujasubscribe channel yako, hebu subscribe ili uwe nayo karibu tunapoweka movie mpya, ili uweze kupata notification na kuingia katika channel yako pendwa.